Wanaume wengi wanapojigundua na changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume, jambo la kwanza huanza kupoteza kujiamini, lakini jambo la pili stress zinaanza kuandama, anakuwa na msongo wa mawazo, na jambo la tatu huanza kuficha tatizo kwa woga, yaani hataki mwenzi wake alitambua, wakati anasahau ya kwamba yule mwenzi wake ndo anashiriki naye tendo, na kama anashiriki tendo yule mwenzi wake ndo anajua kwamba huyu mtu nguvu zake zinaongezeka au zinapungua. Sasa usichokijua ni kwamba hizi changamoto za kiafya au changamoto za upungufu wa nguvu za kiume, kadri siku unavyozidi kwenda, unapoendelea kukaa nayo bila kutafuta suluhisho, inazidi kuwa kubwa. Na kumbuka, nguvu za kiume ni mawasiliano kati ya ubongo pamoja na viungo vya uzazi, na haya mawasiliano ili yaweze kuwepo, kuna mambo manne muhimu yanatakiwa yawepo sawa. Jambo la kwanza ni homoni za kiume lazima ziwepo sawa ili mawasiliano yaweze kuwepo, lakini jambo la pili ni mzunguko wa damu. Ili mawasiliano yawepo ni lazima mzunguko wa damu uweze kuwa sawa na ndio uingie katika uume na uume usimame. Na jambo la tatu mishipa fahamu inayochukua msisimko, na jambo la nne ni akili yako kuwa sawa. Sasa kama unaendelea kukaa na stress, msongo wa mawazo, unashindwa kujiamini, basi kadri siku unavyozidi kwenda changamoto yako inazidi kuwa kubwa. So kama ni mwanaume ambaye kwamba unajikuta kwamba unasumbuliwa na hii changamoto kwa muda mrefu na umehangaika kutafuta suluhisho bila kupata matibabu, unaweza kunicheki ili niweze kupatia mwongozo hatua kwa hatua namna gani unaweza kuondokana na changamoto yako. Ondoa chanzo, kutibu tatizo lako.